Okay, na mtazamaji wangu, asante sana kwa kujumuika nami siku ya leo, na karibu tena katika uchambuzi wa kitabu hiki kizuri sana kinaitwa Leading from Behind by Mbuto Chibwai. Kitabu tena kinasema Leading from Behind, the Hidden Strength of True Leaders. Kimeandikwa na Mbuto Chibwai. Leo ninataka tuchambue pamoja, mimi na wewe ndugu mtazamaji. Kama umeshapata kitabu, fungua katika ule ukurasa wa 28 au katika ile sura ya 3 ambayo ni chapter 3, na title ya chapter inasema Types of Leadership Styles, yani aina za miundo au mitindo ya uongozi. Kila kiongozi katika taasisi yake ana mitindo, ana aina fulani, style fulani ya kuongoza hiyo taasisi husika. Kwa hiyo mwandishi hapa anakusudia bila shaka kutueleza aina mbalimbali ambazo pamoja kwamba kuna lead from behind, lakini kuna aina nyingine za uongozi, aina fulani za kuongoza taasisi husika. Kwa hiyo kwenye chapter hii bila shaka tutaona aina mbalimbali za leadership style, lakini kwa leo naomba tuchambue au tusome kwa pamoja na tuone namna ambavyo hii mada au hii aina ya leadership style inavyo reflect kwenye maisha yetu ya kila siku, kama hapo kazini kwako, kama wewe ni mwajiriwa hapo kazini kwako, kwenye kiwanda chako hicho, kwenye kampuni unayofanya, ofisini kwako, kama ni kanisani kwako, kama ni kwenye chama chako cha siasa. Je, hii aina ya leadership style inatumika vipi, inavyofanyika pale mahali pa ulipo, ina impact gani, ina matokeo yepi, chanya au hasi? Kwa leo katika uchambuzi utakaopitia utagundua na utajua kwamba aina hii ya uongozi tulionao kwenye taasisi niliyopo ina impact gani, na je tutatakiwa tuifuate hii au tufuate leading from behind? Kaa nami, nitakuwa nikisoma alafu tunajaribu kuelezea, na nitajaribu kuelezea uzoefu wangu na namna ambavyo naielewa au naelewa uandishi ambao mwandishi ametuwekea hapa. Nikianza na chapter ya kwanza kabisa katika sura hii inasema, as you grow as a leader you will quickly discover something important. Anamaanisha kwamba jinsi ambavyo unakuwa mzoefu, unapata uzoefu katika kuwa kiongozi, ghafla utagundua kitu muhimu sana katika uongozi. Jinsi unavyoendelea kuwa kiongozi kwenye taasisi, haraka sana kuna vitu utaanza kuvigundua. Utagundua nini? Nasema there is no one size fits all way to lead. Ngoja nirejee tena hapa, nasema there is no one size fits all way to lead, akiwa anamaanisha kwamba kwa tafsiri ambayo si sahihi na ambayo naweka, akiwa anamaanisha kwamba hakuna namna moja ambayo inaweza ikakidhi namna mbalimbali za kuongoza, kwa maana ya kwamba hakuna muundo fulani mmoja tu au aina fulani ya uongozi mmoja tu ndio itakayofaa kwenye kila jambo linalohusu uongozi. Chapter 2 inasema different season, different teams, different crises, they all demand different leadership styles. Wise leaders don't worship one style. They understand many and then choose the right approach for the moment. In this chapter, we will walk through some of the most common leadership styles. As you read, don't just ask which one am I,
also ask, which one do I need to use in different situations? Later, when we talk about leading from behind, you will be able to appreciate where it fits in this bigger picture. Mambo machache ambayo naweza kuwa nimeadokoa hapa kwenye kipengele hii au chapter hii niliyoisoma ni kwamba kiongozi ambaye ana busara, ana hekima, hata ng'ang'ania kwenye aina moja ya uongozi, kwa sababu kuna hali mbalimbali ambazo zinaweza kuwa zinatokea au zinapita kwenye hii taasisi. Si kila kampuni, si kila taasisi zinafanana kwenye uendeshaji wake. Kuna mambo ambayo yapo kwenye taasisi husika hayafanani na taasisi nyingine. Kwa hivyo ukiwa na busara, hutatumia mtindo mmoja au mtindo fulani tu wa uongozi. Utachagua aina fulani ya uongozi kulingana na mahitaji ya ile taasisi husika. Sasa kama nilivyodokeza hapo awali kwamba sitajadili mambo yote au chapter yote, nimechagua kujadili aina moja ya uongozi, inaitwa, kwa mujibu wa mwandishi hapa ameipa jina, inaitwa autocratic leadership. Autocratic leadership. Anasema katika kuielezea hii autocratic leadership, anasema autocratic leadership is what happens when one person runs the show. Akiwa na maana kwamba hii aina ya uongozi ni mtindo ambao ni mtu mmoja tu ndio mwenye maamuzi. Yeye ndio anaongoza kila kitu. Yeye ndio mtu wa mwisho. Neno lake ndio kweli. Yaani neno lake ndio kila kitu. Akiongea yeye, imekwisha hiyo. Hakuna swali, hakuna, kinachofuata ni utekelezaji. Hii ndio inaitwa autocratic leadership. Anasema the leader makes the decisions, what must be done, how it must be done, and when it must be completed. There is very little consultation, discussion, or debate. The team's main assignment is to execute, not to question. Nikitafsiri hapo kwa tafsiri ambayo si rasmi, ni kwamba kama nilivyoeleza awali, huyu kiongozi kwenye aina hii ya uongozi wa autocratic leadership, yeye ndio final say, yeye ndio alpha na omega, yeye ndio mwanzo na mwisho. Kwa hiyo masuala yote yanayohusu maamuzi, jinsi gani jambo fulani lifanyike, jinsi gani likamilishe, yeye ndio analeta mpango kazi. Wengine wote ni kutekeleza. Wengine wote ni kutekeleza maagizo. Unaweza kusema katika zama hizi tunaoishi ni kama vile maelekezo kutoka juu. Yaani kule juu akitoa maelekezo, wewe ni kutekeleza tu. Hata kama unafikiria kwamba impact yake au matokeo yake yatakuwa ni hasi, yatakuwa ni negative, wewe tekeleza tu. Maagizo kutoka juu. Hii ndio aina ya style ya uongozi katika situation ya mbalimbali ambazo tutaziona. Je, ni mbaya au ni nzuri? Tutaangalia hapa mbeleni kidogo faida za aina hii ya uongozi na hasara zake. Sasa utaamua mwenyewe, je, kwenye taasisi yangu hii kwa muda huu katika season hii iliyopo ni implement aina hii ya uongozi autocratic leadership, ni implement katika situation hii, au ni si implement, nitafute aina nyingine. Sasa ni vizuri upate kitabu hiki, usome aina zote ambazo
mwandishi amezielezea ili ujue namna sahihi ya kuapply ya kuapply hiyo aina ya leadership. Kwa hiyo sifa moja wapo ya kiongozi ni kujua upepo unavyokwenda, kujua aina mbalimbali, style mbalimbali za uongozi ili kuweza kuziapply wakati husika. Huwezi kuwa unatoa maelekezo. Najua kwa mfano sasa hivi tunafanya recording hii, sehemu nyingi mvua zinanyesha, sio? Watu wanajiandaa na kilimo, manake mashamba alishaandaliwa miezi ya 8, 9, 10. Sasa hivi mvua zinanyesha, na maana sehemu nyingine watu washapanda mazao, walishapanda mbegu na walishapanda kilimo kishafanyika huko katika upandaji, pengine sehemu zingine walishapanda wakamaliza. Kwa hiyo kipindi kama hiki huwezi kuanza kutoa maelekezo ya kuanza kuandaa magala. Kwa mfano kwamba sasa mkajenge gala na nini wakati pengine hukutoa maelekezo yanayohusu mwanzo wa kilimo. Sijui kama naeleweka kwamba huwezi kuanza kutoa maelekezo sasa hivi wewe kama kiongozi sehemu katika sekta ya kilimo yanayohusu jambo ambalo kipindi hiki tunataka kuangalia mbolea, pembejeo, yani ilikuwa ni swala la kuangalia mbolea, pembejeo, labda na vifaa vya kulima, labda kama kuna matrekta, kama kuna maksai, au kuna njia nyingine, kuna equipment nyingine ambazo ni rasmi kwa ajili ya aina fulani ya kilimo. Wewe unaanza kuongelea habari ya kuangalia magara, sawa, jambo litakuja baadaye, lakini je, ni wakati wake sahihi? Ndio wakati wa kujadili swala hilo. Sasa kwenye autocratic mwandishi anatuambia kwamba unatekeleza tu, hata kama situation hairuhusu hilo jambo, wewe unatekeleza tu. Hapana, itakuwa sio sahihi. Kwa hiyo kiongozi mwenye busara atachagua aina gani ya uongozi, ataamua au atatoa maelekezo yepi yanayofaa kwa wakati gani. Sio kila maelekezo yanafaa wakati wowote ule. Hebu tuendelee. Sasa hii aina ya uongozi mwandishi anasema ni top down, ni maagizo yanatoka juu yanakwenda chini kama nilivyoelezea hapo awali. Na sasa tuanze kidogo kudokoa namna ambavyo inakuja kuathiri wale wanaoongozwa. Hebu kwanza tusome kipengele hiki, ile chapter ya 2 kwenye ukurasa wa